Karibu tena kwenye channel ya East Africa Astro Guide. Leo tunaendelea kuzungumzia masuala ya nyota, tukiangalia nyota 6 za muhimu kwa tarehe 16 mwezi wa tatu mpaka tarehe 22 ya mwezi wa tatu. Kama kawaida tumekuwa tukizungumzia nyota mbalimbali, na leo basi katika channel yako ya East Africa Astro Guide, leo tunazungumzia nyota hizo, lakini tukianza na nishati ya wiki ama energy ya wiki hii ya tarehe 16 mpaka 22, matukio ya sayari, kazi na mapenzi. Lakini vile vile tukiendelea kutoa uchambuzi kwa wiki hii, tukianza na mwezi umekaa vipi na jua limekaa vipi, kwani ndio tutaanza kuchambua matukio ya unajimu na kadhalika. Mpaka tunapoongea sasa hivi ni kwamba jua lipo kwenye sayari ya kwenye nyota ya samaki au alama ya samaki, likiwa takriban degree 26 kwenye alama ya samaki, lakini vile vile mwezi upo kwenye alama ya samaki takriban degree 4 hivi. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba Mercury ama sayari ya Utwarid yenyewe bado inaendelea kurudi nyuma, na ukomo wake utakuwa ni tarehe 21 mwezi wa tatu. Lakini vile vile tunaona kwamba mwezi utaingia kwenye alama ya punda siku ya tarehe 19 ya mwezi wa tatu, takriban kama saa 1 hivi na dakika kadhaa. Lakini katika tukio kubwa sana katika wiki hii pia ni tukio la mwezi mpya ambao litakuwa tarehe 19 mwezi wa tatu. Itakuwa katika degree 28 kwenye alama ya samaki. Kwa haya ni matukio ya wiki hii ambayo yapo, lakini kikubwa zaidi ni kwamba una tukio la equinox ambalo litatokea siku ya Ijumaa. Ni tukio kubwa, ni tukio la angani ambapo mchana na usiku vinakuwa sawa duniani. Katika unajimu ama astrology huwa linaashiria usawa, mwanzo mpya na kuamsha nguvu za maisha. Kwa hiyo basi tukianza sasa na alama ama nyota ya ng'ombe kwa wiki hii, watu waliozaliwa tarehe 20 ya mwezi wa 4 mpaka Mei 20 ya mwezi wa tano, mwezi wa tano, Mei 20 ya mwezi wa tano. Sasa ya kila mwaka, maana yake kila mwaka energy ya wiki itakuwa ni nini hasa, ama nishati ya wiki hii? Wiki itaanza taratibu sana, maana yake tarehe 16 mpaka tarehe 22 wiki itaanza taratibu, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda wiki itafunguka zaidi, maana yake mambo yatafunguka zaidi mwishoni. Kwa sababu ya nini? Kama tulivyoelezea katika matukio ya wiki ni kwamba tumeona sayari ya Utwarid ilikuwa inarudi nyuma. Ilianza tarehe 21, 22 ya mwezi wa pili na itafika ukomo tarehe 21, 22 mwezi wa tatu. Maana yake kwamba baada ya hapo sasa tunaweza tukaona kwamba kadiri inavyozidi kusogea, maana yake ni kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yanakwama sasa yataanza kujiachia. Kwa hiyo sasa matukio ya sayari katika nyota hii ya ng'ombe ni kwamba kutakuwa na mwezi mpya katika alama ya Pisces, alama ya samaki, siku ya Jumatano. Maanake ni kwamba watu wa ng'ombe manake wanahitajika kuachilia mambo yasiyofaa, urafiki usiofaa, ama ndoto ambazo hazina manufaa tena. Lakini vile vile siku ya Ijumaa hapa tutaona kabisa kwamba mambo yataanza kuwa wazi katika maisha ya kila siku na pia afya. Kwa kama kuna afya yako ilikuwa hujauelewa kinachokusumbua, unaweza ukaanza kupata uwazi kidogo kitu gani kinachoendelea. Lakini kwenye kazi na biashara ni kwamba panga mipango ya kifedha na miradi midogo midogo kwanza. Lakini kwenye mapenzi, hisia za amani na nafasi ya mazungumzo ya dhati pia yataonekana. Lakini kwenye nyota nyingine ya mshale ni kwamba waliozaliwa Novemba 22 mpaka Disemba 21, energy ya wiki hii ni kwamba itaangalia sana sana masuala ya nyumba na familia. Nadhani itakuwa na jambo kubwa sana ndani ya wiki hii hapa, nyumba na familia. Matukio ya sayari kama tulivyosema, kutakuwa na mwezi mpya
siku ya Jumatano. Kwa maana yake watu wa nyota ya mshale bado wanahitajika, au Sagittarius wanahitajika kuachilia mzigo wa kihisia. Kama mbeba mzigo wote wa kihisia unaotokana na familia au nyumbani kwake, basi ni muda wa kuachilia. Kama kuna chuki ama tabia za zamani ambazo zisizofaa, ni muda wa kuziacha. Lakini vile vile siku ya Ijumaa tunaona kabisa nyumba yake ya tano kwa mtu wa Sagittarius au nyota ya mshale ni kwamba kutakuwa na creativity, ubunifu. Nyumba hii italenga sana kwenye masuala ya ubunifu, italenga kwenye masuala ya mahusiano na furaha. Nyumba ya tano. Kwa hiyo siku ya Ijumaa nadhani mambo yataanza kuwa mazuri sana kwa baadhi ya watu ambao wenye nyota ya mshale. Lakini kama tulivyosema, sasa Mercury ama Utwaridi itaanza kwenda mbele na sio kurudi tena nyuma. Kwa tutaanza kuona uwazi katika mambo ya nyumbani na familia. Kwa kama una mizozo na familia, baba yako, mama yako au nini, nadhani utaanza kuona mambo yanakwenda, kwa ni wakati wa kuachia mambo ya zamani au hisia za zamani na kusonga mbele. Hiyo kwenye kazi na biashara, mazungumzo ya familia yanakuwa wazi. Maana yake lazima sasa uanze kutengeneza mazungumzo ambayo yako na uwazi zaidi na uepuke maamuzi ya haraka. Kwa hao ni kwa nyota ya mshale. Lakini kwa nyota ya Simba sasa, hapo waliozaliwa Julai 23 mpaka Agosti 22, energy ya wiki hii ni mwanzo wa wiki ni utahusiana sana na masuala ya reflection, kwamba kuangalia umefanya nini na wapi unataka kwenda, maana ili uweze kufanya matendo ambayo ni sahihi. Kwa mwisho wa wiki itakuwa matendo yako yanahitajika zaidi. Matukio ya sayari kama tulivyosema, kutakuwa na mwezi mpya katika alama ya samaki siku ya Jumatano. Kwa maana yake bado tunahitajika kuachia mambo yasiyofaa. Pia kama kuna miradi unafanya pamoja na wenzako, nadhani huu mwezi mpya utaangazia hapo. Lakini kingine zaidi ni kwamba masuala ya mahusiano, masuala ya uwazi na kuaminika yatahitajika zaidi hapa. Lakini siku ya Ijumaa tunaona kabisa kwamba kutakuwa na energy mpya kwako sana kwenye mambo mengi. Lakini kama tulivyosema, siku ya Ijumaa pia stari ya Utwaridi inaanza kwenda mbele. Maana yake ni kwamba miradi ama zile safari zako za kila mara, sawa, zinaanza kuwa na mwanga, mkubwa. Lakini kwenye kazi na biashara, kazi ama yale mawazo uliyokuwa nayo ya zamani unatakiwa uyaache. Uanze kuacha, uyaache mawazo yako ya zamani ambayo hayafai tena. Maana yake ni kwamba unatakiwa uangalie zaidi kwamba miradi yako hii mipya sasa, au mradi unaofanya au mradi ulikuwa umeuacha kipindi fulani, je, ni wazo gani jipya ambalo unaweza kulitengeneza kuendelea na mradi huu kuliko kuendelea tu katika namna ile? Jaribu kuwa mbunifu kwenye jambo hilo. Kwenye mapenzi ni kwamba tutakuwa na mahusiano yenye uwazi zaidi na yanahitajika uaminifu wa kutosha. Lakini nyota nyingine hapa tunayoiona hapa ni nyota ya Vigo ama nyota ya Mashuke. Hapa waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi Agosti, mwezi wa 8 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 9. Energy hapa ya wiki ni mahusiano na partnerships, kama una biashara na kadhalika, zinachukua nafasi ya mbele sana. Maana yake kwamba matukio ya sayari kama kawaida tulisema, kuna mwezi mpya hapa katika alama ya Pisces au samaki siku ya Jumatano. Kwa kuachilia mambo ya zamani, kitu cha muhimu sana katika kama una jambo lolote unashirikiana na mtu ama kwenye mahusiano, mambo yasiyofaa ya zamani lazima ujitahidi uweze kuyaacha. Lakini zaidi kwamba jua linaingia kwenye sayari ya punda ama alama ya punda au nyota ya punda siku ya Ijumaa. Hapa tunaona kabisa kutakuwa na mazungumzo ya kina sana kuhusiana na miradi ya pamoja na mahusiano. Lakini siku ya Ijumaa hiyo pia mawasiliano yanakuwa wazi, unaweza kusema kile unachotaka kukisema au unachokijaribu kutaka kukionyesha. Kwenye kazi, ushirikiano ni swala la muhimu sana, unakuwa na maana zaidi. Kwa kazi ya ushirikiano wako ni bora sana. Epuka sana kubaki na mkanganyiko. Mambo ambayo unaona huyaelewi ama unaona kwamba yanakutatiza, ni vizuri ukaepuka. Lakini kwenye masuala ya mahusiano, mapenzi, tumia weekend kuanza upya na watu muhimu. Ni jambo la msingi sana. Lakini kwa nyota nyingine, nyota ya Cancer au nyota ya Kaa, waliozaliwa Juni 21 mpaka Julai 22, energy ya wiki hii inaangalia masuala ya expansion katika maisha yako, kukuza maisha yako, kusikia wito mkubwa. Maana utaanza kupata wito mkubwa sana wa kutaka kufanya marekebisho au kufanya vitu vikubwa. Matukio ya sayari hapa
ni kwamba new moon ama mwezi mpya katika alama ya Pisces au alama ya samaki siku ya Jumatano inahitaji sana kuacha mambo ambayo hayafai, imani ambazo hazifai, na vile vile plani pia ambazo hazina maana pia ni vizuri kuachana nazo. Lakini siku ya Ijumaa pia tutaangalia equinox siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa itaangalia swala la kazi. Maanake hapa kuna siku ya Ijumaa itawasha fursa mpya kwenye masuala ya kazi na mawazo mapya yataanza. Lakini sayari ya Utwaridi kama tulivyosema hapo awali ni kwamba hii itaangazia mazungumzo hasa ya kitaaluma na kuweka mambo wazi kwa kile ambacho unachokuwa unakifanya. Je, unakijua vizuri? Unaweza ukakifanya vizuri? Kwenye masuala ya kazi na biashara, fursa mpya za kazi zitatokeza ama kukua. Lakini baadhi ya plani zako sasa, lazima uwe na plani ambazo zinazoeleweka, kwani zitaanza kuanza kuleta hali fulani ya kutaka kuonekana sasa zile plani. Hii plani yako je, inafanya kazi na kadhalika. Kwenye mapenzi ni kwamba mapenzi bado kama utakuwa na uweledi mkubwa wa kukuza mahusiano yako, basi mahusiano yao yatakuwa tayari yako katika level nzuri na mpya zaidi. Lakini sayari nyingine, sayari ya Gemini ama mapacha waliozaliwa Mei 21 mpaka Juni 20, hapa energy ya wiki itakuwa kwenye swala la kazi na maisha yako ya kijamii, public life. Maanake ni kwamba matukio ya sayari siku ya Jumatano ambao tukio la new moon ama kwa mwezi mpya hapa unahitaji kuachana na mawazo ama zile plani ambazo zimepitwa na wakati. Sawa Maanake sasa lazima ufuatilie plani ambazo unaona kabisa zinaweza kuwa na mwelekeo mzuri. Kwa sababu gani? Jua litaingia siku ya Ijumaa, litaanza maisha mapya katika sekta ama public life yako, itaanza upya. Kutakuwa na mwanga mpya kwenye maisha yako ya umma ama maisha ya jinsi unavyoonekana kwa watu na watu wengine. Kingine ni kwamba yale mazungumzo ambayo yalikuwa au mazungumzo ya kazi, mazungumzo yote ambayo ulikuwa unayafanya kwa siku zilizopita ambayo yalikuwa kidogo hayana mwanga mzuri, utaanza kuyaona yanaenda vizuri kwa siku ya Ijumaa. Utakuwa na green light nzuri sana kwenye kazi na biashara, kwamba utapata msukumo mkubwa sana kwenye kazi unayoifanya. Kwani kutakuwa na mpangilio mzuri kwenye professional life ambao unaoifanya. Kwa hiyo kwa watu wa Gemini naona mambo yao yanazidi kuwa mazuri kwa sababu sayari bado iko na wao vizuri. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi, nadhani tumezizungumzia sayari zote hapa. Kama una swali unaweza ukauliza. Wewe ni nyota gani? Unataka kujua ni nyota gani, ama kama unajua nyota gani unataka tuzungumzie kitu gani, ni muda mzuri sana, unaweza ukauliza, tuko tayari kukujibu. Lakini zaidi ni kwamba matukio wiki yote tumeshayataja, unaweza ukaangalia je, yanaendana na nyota yako ama la, ikiwa ni kwenye biashara, mahusiano yako, kazi na kadhalika, na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na kinyota kwenye masuala ya kimwili na kadhalika. Kama una changamoto yote, just tupigie simu, tutumie message. Usisahau kubonyeza alama ya kengele, usubscribe, utakuwa umetusapoti kwa asilimia kubwa sana. Mpaka siku nyingine, asanteni sana.